Katika kazi zako za hapa kwenye shamba, unatosheka na mapato ambayo unapata? Sitosheki kwa sana. Usaidizi ukiwepo, bila shaka ndaweza kuridhika nao. Unaweza angalia kama biashara ya kuosha magari pale. Biashara kama ya kuoshea wengine mahori yao ya ng'ombe ambaye yamesakafiwa. Hicho ndicho kipato ambacho kitanisaidia mimi kama mkulima mdogo kuweza kujiajiri na hata kuweza kuwaajiri wengine. Wanasema usiweke mayai yako yote katika kikapu kimoja. Kuwa na njia zaidi ya moja ya kupata pesa katika shamba lako kitakusaidia wakati mambo yanakuwa magumu. Tuko naye Daniel Mandela kutoka STIHL East Africa. Hawa ni wazalishaji wa vifaa vya mkono vinavyotumika katika sekta ya kilimo, upandaji wa miti, uboreshaji wa mandhari, usafi na katika ujenzi. Yuko hapa kutuonyesha teknolojia ya kuvutia ambayo inaweza kutumika shambani na nje ya shamba kama biashara. Wewe katika wakati wa kuosha nyumba ya ng'ombe unapata yapi? Mimi hutumia vifagio na jembe. Kazi hiyo mimi hufanya peke yangu. Na pia niko na wafanyikazi ambao mimi husaidiana na wao. Kwa hivyo bado pesa inatoka tena? Pesa zatoka, lakini kuingia ndo ngumu. Ndio ngumu? Ndio. Na sasa unafanya hivyo kwa siku mara ngapi? Kwa siku mara 2. Ndio Bwana Mandela yuko hapa? Najua bila shaka umekagua shamba. Nimeona changamoto konayo mingi pale. Nimeona pia changamoto ya usafi kwa hapo kwa nyumba hizo za Cabro pavements. Nimemletea mashini. Na hiyo mashini ni RE170. Ni mashini inatumika kuosha hiyo kazi ya cowshed ama mahali ng'ombe inalala ama kwa nyumba kama uko na pavement unaweza tumia hiyo mashini kuosha. Na inasafisha kabisa ama inabakisha? Inasafisha mzuri sana. Tuelezee vile inafanya kazi. Kitu ya kwanza yafaa uconnect kwa maji, una connect kupitia hapa. Baada ya kuconnect maji, una connect kwa stima. Ama utumie ile ya solar ama ile ya generator. Unaweza pia kutumia hapa. Na kuna pia hii maji nyuma yake kwa tangi uunganishwe na pale. Alafu utachukua hii sprinkler yako, utachukua uweke hapa hivi. Nimeziona hapa pako na nozzle. Machine hii ukuja na nozzles kadhaa, na hizo nozzle tunaweka mahali hapa. Hii inaitwa rotary nozzle, utachukua uweke hapa. Na kuitoa ni rahisi, tena kuiweka ni rahisi. Then unaiweka on. Machine itaanza kunguruma, alafu inatoka na pressure. Na hii maji yake unasunguka, inakaa kama inasukua simiti ama inasukua chini ya magari. Toa hiyo matope ama trakta ile yenye imeenda shamba na iko na matope mingi utakuwa natumia hii. So hii ungarisha mahali penye pahitaji vitu zenye zimeshikana kama gari, body ya gari. Unaweza kupunguza pressure kwenye mashini na pia kwenye nozzle unavyoosha. Hii kebo hii una urefu wa kiasi kipi? Hii waya ya kuconnect kwa stima ni kama mita 5. Na hii kuconnect kwa maji hapa ni mita 12. Waya refu inasaidia kuzunguka eneo kubwa kama vile banda la ng'ombe au trakta bila kusongesha mashini, na ukimaliza unazungusha tu waya rahisi. Sabuni unatumia ile maji. Alafu ndio ukuje uweke kwa hii tangi yake huko nyuma. Na ukitaka itoke unafungulia hapa. Ni rahisi. Unajaza sabuni yako kwenye kopo, alafu pia unafinya button hapa, na hii itafanya sabuni itoke kwa usawa. Tuambie, hii mashini inadumu? Kampuni ya STIHL kitu moja inafanya zaidi kwa mashini zao ni kutengeneza mashini ambayo inakaa muda mrefu bila kuharibika. Kwa hivyo leo akigurumisha ilete shida mtampatia ingine? Mara mingi tunapatianga warranty ya 1 year. Na hiyo mwaka inatokana na shida yenye imetengenezwa kwa factory wakati ulikuwa naunda hiyo mashini. Mashini ya RE170 Plus inapatikana katika wasambazaji wote wa STIHL kwenye miji mikuu. Kwa hivyo ukipata hii mashini uanze hiyo biashara uko unasema muda utaupata? Muda ndaupata. Muda ni mpangilio. Wakati upo, muda upo.